Leo tunashindwa na maadui. Maadui wametuelemea, wanatutesa. Maadui wametubebesha mizigo yao. Maadui wanatutumikisha kazi zao. Ni kwa sababu tu ushirika tumeweka na watu wasio na agano la Mungu. Tumeweka ushirika na watu ambao wanaabudu miungu mingine. Tumekubaliana nao. Ndio maana Mungu alilikataza kanisa lake, msije kuoa watu ambao hawamjui Mungu. Umeenda kuoa, umepata mchumba, sawa, kwao huku wanaabudu miungu, kwao ni waganga. Ndipo ulipompata mchumba wako, ndipo ulipompata mme wako. Hao wamekuwa tanzi kwenye maisha yako. Maisha yako yamekuwa ni magumu. Kwa sababu gani? Uliingia kwenye ushirika ambao ulikatazwa na Mungu. Usipokuwa makini na uking'ang'ania katika hayo mambo, ni ngumu sana kuona agano la Mungu likiwa imara kwenye maisha yako. Siku zote utaendelea kulia, siku zote utaendelea kulaumu, siku zote utaendelea, yani maisha yako yatakuwa na uchungu kila siku. Ni kwa sababu tu tumekaa kinyume na Mungu. Kuna wengine wanaenda, wamesubutu kwenda paka kwa waganga. Waganga hawa, watu wanaoendea waganga, wanatafuta msaada wa pili kwa waganga. Yuko kanisani lakini pia ana njia nyingine ya pili kwenda kutafuta ufumbuzi. Amina. Alafu hapo panarudi kwa Mungu, anasema Mungu nisaidie. Ushirika wake na Mungu ulishauua. Maana alikukataza usije ukaenda ukaabudu miungu mingine, wala kuzigusa madhabahu zao. Usiende kuomba misaada kwa miungu. Leo ni wangapi ndani ya kanisa wanakwenda kuomba msaada kwa miungu, alafu wanarudi kanisani wanahitaji Mungu awainue, anahitaji Mungu awaponye, anahitaji Mungu. Hapana, Mungu hawezi kufadhili katika hayo. Maana uko nje ya agano lake. Agano la Mungu ndani yake lina makatazo. Limebeba makatazo. Watu wengi umeangamiza maisha yao wao wenyewe. Ndio maana Biblia inasema wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Wamepewa maarifa na Mungu ili walishiriki agano lake, agano la milele lililojaa baraka, lililojaa nguvu, uweza wa Mungu. Hilo agano limebeba wingi wa siku. Maana imeandikwa mkono wa kuume una wingi wa nini? Wa siku. Hilo agano limebeba utajiri na heshima. Maana imeandikwa mkono wako wa kushoto una heshima na nini? Na utajiri. Watu wanaamini waganga wa kienyeji, wanaamini waganga, hiyo miungu wanaiamini kuliko Mungu. Alafu anasema kwamba jisaidie na Mungu. Unajidanganya. Hao waganga ndio wameharibu maisha yako. Hiyo miungu leo ndio imeharibu maisha yako. Ndio maana unalia muda wote, unalia, una la kufanya. Shetani siku zote anafuatilia mwenendo wako. Mwenendo wako wa Ukristo shetani anaufuatilia mpaka Z. Kila siku anafuatilia. Anataka kujua chochote kinachoendelea kwenye wokovu wako. Yeye anachokitafuta ni dosari. Aone dosari ili akushtaki mbele za Mungu. Anatushtaki ili sisi tusipokee haki zetu tulizopewa na Mungu. Watu wengi sana wanapuuzia siku ya Sabato. Imeandikwa uitii siku ya Sabato. Tena imeandikwa usije ukainajisi hiyo siku. Kupitia agano la Mungu kwamba hii siku utaitukuza, hii siku utaniabudu mimi, hii siku nimekupa, fanya kazi siku 6, lakini hii siku uiheshimu. Ni amri. Uikumbuke siku ya Sabato ni nini? Ni amri. Tunaposhindwa kufanya hivyo, rafiki yangu, jua ya kwamba wewe uko nje ya agano la nini? La Mungu. Na nilisema ukiwa nje ya agano la Mungu, kuna mambo muhimu ambayo Mungu alihitaji akupatie. Amina. Hautayaona kwenye maisha yako. Ile siku ya Jumapili wewe unafanya shughuli zako, ziwe za nyumbani, ziwe za dukani, ziwe zozote zile, haikupashwa kufanya, wewe unazifanya. Mungu atakuacha wewe ujipiganie kwenye mambo yako yote yanayohusiana na shughuli mbalimbali kwenye maisha yako. Hata usika yeye. Leo una hoja gani ya kwenda mbele za Mungu kasema, Baba, kwa nini hujanibariki? Kwa nini hujaniinua? Kwa nini Baba naishi maisha magumu? Sababu unazo. Sababu zipo. Jichunguze ni mali gani ambapo utekelezi wajibu wa Mungu. Inawezekana unapuuzia ibada zake. Siku hii ya Sabato ndio unasafiri unaenda Mwanza. Ndio safari umeipanga kwenda Msoma. Ndio safari umeipanga nenda Zanzibar. Maisha mengine haujarogwa. Maisha mengine umejiroga mwenyewe. Wangapi leo wanapuuzia na wanajiona, wanajihesabia haki kabisa kwamba sisi ni wacha Mungu, sisi ni wabarikiwa, tunahitaji. Hapana. Hata kama ungeomba kwa kiwango gani, kama unakosea taratibu za Mungu, ni ngumu sana kuyaona mapenzi ya Bwana akifanyika kwenye maisha yako. Ni ngumu sana. Usimpe shetani apate nafasi ya kushtaki.
ili uingie hatiani. Usimpe nafasi. Anapokuja akose sababu. Unapoomba maombi yako yanapokwenda kwa Mungu anapata kibali, maana yupo adui wa kuja kuzuia. Hakuna mshtaki wa kuja kusema hapana, huyu astahili alichokiomba apewe. Shetani ataambiwa ondoka, maana huna hoja ya msingi. Kuna watu maisha yao yamejaa vipingamizi kwa sababu tu walikengeuka, walikwenda tofauti na sauti ya nani? Ya Mungu. Kama Musa. Musa alitamani moyoni mwake kuiona ile nchi. Alitamani moyoni mwake kufika kwenye ile nchi. Ni kama maishani mwako unatamani ufike leo kwenye maisha yako. Unatamani ufike kwenye baraka zako. Unatamani ufike kwenye nini? Kwenye supermarket yako. Unatamani, lakini uweze kufika kwa sababu tu umeshindwa kuitii sauti ya Mungu kwa bidii. Lakini leo utakapobadilika, lakini leo utakapogeuka na kusema Bwana nilikosea, yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa huruma, anasamehe, anayasahau yote, wala hata yakumbuka tena kwenye maisha yako. Akija anakuja upe kwenye maisha yako, akija atakuja kuinua. Ngoja nikwambie, Mungu atakuja akuinue, atayasahau yote ya nyuma, ataanza safari mpya na wewe.